Mtoto anayefahamika kwa jina Carlos Edgar ndani ya mkoa wa Geita wilayani humo amekutwa amefariki kwa kujinyonga na kamba katika paa la nyumba, na haya ni maelezo akiyatoa mama yake kwa uchungu mkubwa. Mimi jana niliamka asubuhi, nikamwamsha mwanangu, nikamwambia amko uende shule. Akasema mama, leo sijisikii kwenda shule. Kamwambia kwa nini? Akaniambia mama, kwa kuwa sasa hivi shuleni hatusomi, wanafunzi wajawa wengi. Kaambia ndio maana muendi shule. Akasema ndio maana, kwa hiyo ndio maana amsomi. Akasema tunashinda tunafanyaje? Tunacheza. Kamwambia haya, kama ujisikii kwenda shule kwa kuwa leo ni Ijumaa, kaa tu. Akawa amekaa. Tumekaa muda kidogo, baadaye nikapigiwa simu kwa kuwa mimi kazi zangu ni za ufuaji na kupiga deki hizi kwenye nyumba za watu. Mtu anakuita unamfanyia usafi. Umeona, nikaitwa na dada mmoja wa Matura, akaniambiaje, mama Carlos uko wapi? Nikamwambia niko nyumbani. Wai, basi maji yametoka, njoo fanyeje? Njoo nifulie na kunidekia. Nikaenda. Nimefika huko, nimemwacha kabisa, nilikuwa nimemwacha amelala. Nilifika kwenye mida ya saa 3, ile saa 4 sasa nikawa naona simu mtoto wangu anabipu. Kabipu mara ya kwanza, kabipu mara ya pili. Nikajiuliza Carlos anataka nini? Na maana nimesahau kumwachia nini? Sukari. Kama ni sukari sasa nitumie nini? SMS. Baadaye akaniambia akabipu tena. Nikasema kama ana shida atatuma nini? SMS. Alivyo vipu ya mwisho, baadaye akatuma SMS akasema mama nipigie, nina shida na wewe. Kwa kuwa mimi nilikuwa sina salio, na mimi nikamtumia SMS nikamwambia sina salio, naomba unitumie nini? Kama una shida nitumie SMS, nitaiona nitakujibu. Hapo wala kupiga wala kufanya kitu chochote. Sasa nikasema nimeshamaliza kufanya kazi hapa, sina karibia kumaliza kufanya kazi, subiri nifanye haraka ili nifanyaje, nirudi nyumbani. Nilipomaliza kufanya kazi zangu narudi nyumbani kwenye mida ya saa 6 ile. Nafika hapa. Kwanza nilikuja, unajua kama wasiwasi hivi, mbio kwenye barabara, naona kama bajaji haifanyiji, haifiki. Ninafika hapa, nasikia mtoto analia ndani. Kajiuliza Carlos amelala? Mbona mtoto analia? Nilikuwa nimemwachia mdogo wake. Nikasema niangazie mtoto wangu mimi niende wapi? Kibaruani. Nafika huko ndani nasikia mdogo wake analia. Kajiuliza Carlos amelala, nikaanza kuita Carlos. Nikaja sebuleni. Naona hapana mtu. Carlos amemwacha mtoto ameenda kucheza. Carlos napiga hivi pazia. Nilikuta mimi mwanangu amefanyaje? Ameninginia kwenye kamba. Nikakuta amebeba kufunikaje kupiga kelele, nikamwambia njoo mnisaidie mwanangu. Nikamwambia mwanangu amenifanyia maigizo gani, amekufa. Ameniacha mtoto wangu. Ameniacha mtoto wangu. Ndio nikapiga kelele, nikauliza hivi watoto jamani, hapa mwanangu kuna kitu kuna kitu amewaambia? Akasema hamna, hakuna alichowaambia chochote. Sisi tunajua Carlos yuko wapi, yumo ndani tu amelala na mtoto. Nikamwambia mwanangu njoo mnisaidie mtoto wangu. Mimi ile huruma ya mtoto wangu kumkuta ameniingilia, nikamwambia hebu nenda mbeba mtoto wangu, mimi subiri nikate kamba. Nikaanza kukata kamba, nikamfurisha mwanangu, nikawa naambia mwanangu ni mzima munda. Mwanangu ni mzima. Mwanangu aliniacha mama bila kuuguza, hata hajaniambia shida yoyote. Labda ningempigia simu angeniambia shida aliyokuwa nayo mwanangu. Mtoto wangu aliniacha hivyo mzima, hata alikuwa ni mzima tu mama. Nikakuta amejinyonga chumbani, amejifunga na kamba. Mwanangu aliniuma mno, mwanangu wa kiume pekee. Mama mniache. Labda ningempigia simu angeniambia shida aliyokuwa nayo mwanangu. Sikumpigia hata simu, nilikuwa sina salio. Nilisema
nikasema niwahi nyumbani, labda kuna shida alionayo nisikilize, ndio nikakuta mwanangu amejinyonga. Mwanangu akaniacha hivyo jamani, mtoto wangu wa kiume, mtoto wangu mwenye miaka 12 akaniacha hivi jamani, mtoto wa darasa la 7. Nikaumia jamani. Mtoto wangu, bonge wangu jamani, ameniumiza mno mtoto wangu, ameniuma mama, ameniuma kidonda, ameniachia kidonda. Nilimkuta mama amejining'iniza, mdogo wake yuko kitandani tu analia, mama hajajua kuongea, ni bado wa mtoto wa mwaka mmoja, analia, anamwangalia kaka anazunguka. Maumivu makubwa mno jamani, wakina mama, uchungu mkubwa mno. Mtoto wangu nilikuwa nampenda mno mama, mtoto wangu kipenzi, nilikuwa namuhangaikia, nahangaika kwa ajili ya watoto wangu, na asubuhi niliaga nasema hivi naenda kutafuta ugali watoto wangu wale, nakuta mtoto wangu amejinyonga. Jamani, nimeumia mno. Mtoto wangu bwana. Marehemu alikuwa ni mtu mzuri sana, alikuwa ananipenda, nilikuwa nampenda. Nilikuwa ni kijana nikaribisha vizuri. Nilipata taarifa muda wa saa 10 jana jioni. Nilipigiwa simu kutoka nyumbani. Sikuamini, kwa sababu aliniambia Carlos amejiua. Nilikataa kwa sababu alikuwa ni mtiifu, alikuwa ni mpole, alikuwa ni mnyenyekevu. Akiambiwa kitu na mama yake, hata kama amemkosea mama, anawahi kuomba msamaha. Hata kama mama yake hayupo, ametoka, anawahi yeye mwenyewe kujihukumu, anampigia mama yake simu. Hata kama hana salio, ataomba simu kwa jirani, ampigie mama yake simu, aombe msamaha. Na mama yake akishamwomba msamaha, anasema ameshafanya kosa, ngoja kwanza niende nyumbani. Lakini siku ya jana nilipokea taarifa dada kuwepo. Aliamka asubuhi akawa ameenda kwenye mihangaiko yake. Ilipofika muda wa saa 4, mtoto akaanza kumbipu mama. Akambipu mara ya kwanza kwenye simu, akamtumia meseji, mimi sina salio mwanangu, kuna nini? Mtoto sijui meseji ya kuiona. Akabipu tena mtoto mara ya pili, mara ya 3 akabipu. Dada akaanza kusema labda mtoto amekosa sukari nyumbani. Ila sukari mbona imo? Mwanangu ana shida gani? Akasema ngoja nifanye haraka nirudi nyumbani. Anarudi nyumbani, anakuta tayari mtoto ameshajinyonga bila kujua chanzo chochote. Kisa ni nini? Sababu ni nini iliyomfanya jinyonge? Hapo tumebaki na labda, tumebaki tunaulizana ni nini shida. Bora angesema sasa, angeandika, alipoandika barua kwamba mama nakupenda sana.